kuweza kuzungumza na wewe muda huu. Ashukuriwe Mungu ambaye amefanya mimi kuweza kukujuza yale yote ambayo nimeweza kukuandalia siku hii ya leo. Lakini ashukuriwe Mungu ambaye ameweza kunipatia mimi afya njema na kunifanya asubuhi nyingine tena kuweza kukutana na wewe mtazamaji wa Rabi TV. Mungu ni wa kushukuriwa katika nyakati zote. Jalishi unapitia nini, jalishi ni kwamba upo katika kipindi cha huzuni kiasi gani, jalishi ni kwamba upo bondeni kiasi gani, jalishi ni kwamba upo katika njia ambayo ina miiba, lakini Mungu ni wa kushukuriwa siku zote. Mtazamaji, hii ni Morning Victory, kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa, na kujizamia katika yale ambayo nimeweza kukuandalia katika upande wa kitaifa, kurasa za mbele za magazeti na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni Georgina Mwatatu. Una nafasi ya kutuma ujumbe wako kupitia namba ya simu ambayo unaiona kwenye runinga yako kuhusiana na yote ambayo nimeweza kukuandalia siku hii ya leo. Tuangazie katika kongamano la wanawake wa TANESCO, ambalo hili ni kongamano la pili ambalo limeweza kufanyika kwa siku ya jana kwa Dar es Salaam, na tumeweza kuona katika kongamano hilo mgeni rasmi akiwa ni Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima. Yeye ndiye alikuwa mgeni rasmi katika kongamano hilo la pili. Na hata hivyo tumeweza kuona jinsi gani ambavyo TANESCO wanajitahidi kwa asilimia kubwa zaidi katika upande wa ajenda ya nishati safi ya kupikia. Ni miongoni mwa ajenda ambazo wameweza kuzijadili siku ya jana, nishati safi ya kupikia. Na tunafahamu nishati safi ya kupikia inavyosaidia kwa asilimia kubwa zaidi wanawake. Na hata hivyo tumeweza kuona pale ambapo babalishe pamoja na mamalishe kwa nyakati tofauti tofauti, na wao pia wakiweza kuzungumza kuhusiana na matumizi ya nishati safi ya kupikia. Na hata hivyo tumekuja kuona jinsi gani ambapo TANESCO kuna kipindi ambapo walikuwa wanafanya uzinduzi wa majiko yao ya umeme, ambapo majiko hayo ya umeme yalikuwa yanatumia umeme pungufu ili kuwawezesha wananchi kila mmoja kuweza kutumia nishati safi ya kupikia. Na hata hivyo tumeweza kuona mikutano mbalimbali ambayo imeweza kufanywa ndani ya taifa la Tanzania, lakini na nje ya mipaka Tanzania, ambayo ilikuwa ni mikutano ambayo inahamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia. Tumeweza kuona kwa mwaka 2024 pale ambapo Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan alipoweza kualika hapa nchini wake wa marais wa Afrika kuweza kuhudhuria pale nchini Tanzania kwa pamoja kuweza kuzungumzia matumizi ya nishati safi ya kupikia. Na matumaini ni kwamba na wao hata wakiondoka hapa Tanzania wakienda katika mataifa yao wanakuwa ni mabalozi katika kuhakikisha kwamba wanashawishi au wanazungumza na wananchi katika hayo mataifa waweze kutumia nishati safi ya kupikia. Tumeweza kuona mkutano ambao umeweza kufanyika mwezi wa pili kwa pale Ufaransa, pale ambapo waziri wa nishati Mheshimiwa Deogratus Ndejembe alipoweza kuhudhuria katika kongamano la nishati kwa pale Ufaransa. Aliweza kuzungumza jinsi gani ambavyo Tanzania tumeweza kupiga hatua kubwa zaidi katika matumizi ya nishati safi ya kupikia. Ukilinganisha kwa mwaka 2021 ambapo tulikuwa kwa asilimia 6.9 katika matumizi ya nishati safi ya kupikia, lakini nakuja kuangalia kwa mwaka 2025 tumeweza kufikia kwa asilimia 23.2. Kwa hiyo tumeweza kupiga hatua zaidi ya mara 3 katika matumizi ya nishati safi ya kupikia. Na hata hivyo unakuja kuangazia jinsi gani ambavyo wakala wa nishati vijijini REA na wenyewe wanachukua nafasi kubwa zaidi ya kuweza kutoa mitungi ya gesi kwa bei ya ruzuku, lakini pia kuweza kutoa mitungi ya gesi bila malipo kwa wananchi ili kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anatumia nishati safi ya kupikia. Tumeweza kuona kwa mwaka 2023 mwaka 2024 jinsi gani ambavyo REA wamekuwa wakiweza kutoa mitungi ya gesi kwa wananchi, lakini pia hata kwa mwaka jana 2025 pia REA iliendelea kutoa mitungi ya gesi kwa bei ya ruzuku kwa wananchi ili kumwezesha kila Mtanzania kuweza kutumia nishati safi ya kupikia na kuweza kufikia ile lengo ambalo tumeweza kujiwekea mpaka kuweza kufikia mwaka 2034. Basi tumeweza kufikia zaidi ya asilimia 80 ya Watanzania ambao wanatumia nishati safi ya kupikia, lakini kuweza kufikia asilimia 75 kwa mwaka 2030 kwa Watanzania ambao watakuwa wanatumia nishati safi ya kupikia. Huu ni mkakati ambao tumeweza kujiwekea Tanzania. Na hata hivyo katika mikutano mbalimbali ya kimataifa ambayo huwa viongozi wetu wanahudhuria, miongoni mwa ajenda ambazo huwa wanazungumza ni pamoja na matumizi ya nishati safi ya kupikia. Hii ilianza kuwa ajenda ya kitaifa ndani ya Tanzania, baadaye ikaja kuwa ajenda ya Afrika, lakini sasa hivi hii ni ajenda ya kimataifa kama kila mmoja kuweza kutumia nishati safi ya kupikia.
Mtazamaji, na nafasi ya kutuma ujumbe wako kupitia namba ya simu ambayo unaiona kwenye runinga yako sana yote ambayo nakuwasilishia siku hii ya leo. Twende tukamtazame Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika uzinduzi wa mkakati wa matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kisha nitarejea hapa.